Leo niko na my brother moja ambaye leo kaandaa tukio maalum, kaandaa tukio peke yake la leo. Nataka tuambie kwamba ni vitu gani ambavyo amevitumia, ni kiasi gani ambacho amekitumia kwa kuweza kuandaa hili tukio. Wewe my brother vipi? Poa mkuu. Safi, unakuita nani? Kwa majina yangu naitwa Peter Joseph Maoncha, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, yani MUST, lakini pia ni founder wa MUST Student Awards na ni kiongozi pia hapa katika serikali ya wanafunzi, ni katibu Wizara ya Fedha na Mipango. Kati ya kupita leo bana, nimesikia kwamba wewe ni mmoja kati ambayo umeandaa tukio hili. Tuambie sasa, ni kitu gani ambacho kimekuvutia na kuweza kuandaa hili tukio, au ulikuwa umelenga kitu gani sasa kwa wanafunzi wengine? Kitu kikubwa ambacho kimenivutia, kwanza MUST kuna talent. Ukitoa jina la MUST, ndani yake kuna talent kubwa sana ambazo zipo ndani. Kuna watu wanafanya fashion, kuna watu wana vipaji vya kuimba, kuna watu wana dance. So msukumo wangu ni kuwatengenezea vijana wenzangu au wanafunzi wenzangu fursa za kuweza kuonekana. Ndio maana nikaja na lengo hili la MUST Student Awards, ili tuende kunyanyuana kama vijana, maana vijana tunahitaji fursa na fursa ndio kama hizi. Sasa hili tukio unaweza ukatuambia kwamba limegharimu kiasi gani mpaka kufikisha hapa leo? Kusema kweli, tusiseme dhambi, ni fedha tu ambayo ni ya kawaida, sio kubwa sana ambayo inaweza ikatishia watu kwamba niseme ni milioni haijafika, lakini kwenye 600,000 700,000 inaweza ikawa imefika hapo, tukipiga mahesabu yote kwa pamoja, kwa sababu bado pia kuna timu hivi, sitambui vitu vyote. Kuna timu ambayo tuna hichi kimemiss, kuna hichi mradi kuleta uzuri, lakini kwa milioni sidhani kama imefika. Sasa kama tunafika labda 900,000. Basi watu wa MUST kwamba wategemee kwamba hii ni ya kwanza au bado utakuwa na muendelezo zaidi kwa watu wa wanafunzi wa MUST? Hii ni vision yangu ambayo nilikuwa nayo tangia nimekuja first year na hapa chuoni. Kwanza nipende kupenda kutoa pongezi dhati sana kwa rais ambaye yupo madarakani wakati huu, Mr. Yohana Lucas, kwa kuruhusu mimi kufanya hili jambo ndani ya uongozi wake, maana huko nyuma nilijaribu kufanya na nikakosa nafasi, lakini yeye ni upendo, kwa sababu yeye pia ni mtu ambaye anajali talenti za wanamusti. Akaniambia, mdogo wangu, njoo ufanye, ni kitu kizuri kwa ajili ya wanafunzi wetu, njoo tufanye, kuwa uhuru kufanya. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kunipatia nafasi, na nipende pia kuwaambia wanamusti, hii nitakuwa ni muendelezo. Mimi ninaondoka, nimebakisha mwaka mmoja, sasa hivi niko mwaka wa 3, mwakani nitakuwa mwaka wa 4, lakini wapo wadogo zangu ambao ninawarisisha, wakina Prince, wataendelea kufanya hii kitu. Natamani iendelee kuwa ni desturi ya MUST. Tunaona mtu akifanya matukio kama haya, kuna mtu anakuwa anamshika mkono. Sasa wewe ni moja kati ya watu ambao wameshika mkono, au umeendesha shughuli wewe mwenyewe kama wewe? Mimi nimeendesha shughuli mimi kama mimi. Nimefanya mimi kama mimi, ni kushirikiana tu na timu yangu ambao niliwashirikisha wazo, nao walikuwa wanapenda, tukasimama tukafanya. Malengo yako makubwa sasa ni yapi kwa wanafunzi wa MUST, hata kwa jamii inayokutazama? Kwa wanafunzi wenzangu wa MUST, cha kwanza napenda kuwaambia malengo yangu makubwa ambayo natamani kuyafanya katika chuo hichi. Hata siku nikiondoka, wakumbuke kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Peter Joseph Maoncha, alitutengenezea fursa za maisha. Maana mwisho wa siku tunasoma, tunahitaji kupata fedha. So mimi kitu kinachoniwia sana ni kutengenezeana fursa za maisha. Kitu gani sasa wakitegemee, tukiongea swala la mwisho, kitu gani wakitegemee kutoka kwako? Wategemee mazuri, wategemee burudani nzuri, wategemee uongozi bora, kwa sababu mimi pia ni kiongozi. Kwa hiyo nitapigana kwa pale, na Mungu akijalia nikipata nafasi pia katika serikali ambayo inakuja, nitafanya kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha wanamusti wanakuwa katika sehemu nzuri, sehemu ambayo inaonekana hata watu wa nje watamani kuwa katika jumuiya hii ya MUST. Sasa tunajua kwamba kuandaa ili tukio kama hili huwa kuna changamoto ambazo zipo. Naweza kutuambia ni kati ya moja ya changamoto ambayo umeipata kwenye kuandaa hili tamasha? Changamoto kweli, changamoto hazikosi, na changamoto kubwa ni venue tu. Nitamani kupata venue kubwa, lakini kutokana ni taasisi na taratibu zake, so tunaheshimu na tunashukuru pia kwa hichi kidogo ambacho tumekipata. Kupata tu ruhusa ya kufanya ni respect kubwa sana. Pia tunashukuru sana uongozi wa chuo, tunashukuru pia serikali ya wanafunzi uongozi na Yohana Lucas kwa kutupatia hii nafasi. Sasa kuna mtu ambaye anakutazama hapa, ategemee kwamba hii itakuwa ni kwamba umefanya tu kwa chuo, au ni kwa jamii hata utakapokuwa unaendelea kufanya mambo kama haya?
Kwa jamii yangu mimi tayari ni event planner. Ninafanya haya matukio, sio mara ya kwanza kufanya. Tuna tukio letu linalosimamiwa na Discovery Group na mimi nikiwa kama project coordinator wa Discovery Group. Tuna matukio ambayo tunafanya. Tukio mojawapo ni Founder Exhibition Awards, ambapo linakutanisha wanachuo wa vyuo vyote vya Mbeya, ambapo ni usiku nao tunawatunukia tuzo kwa kufanya vizuri katika innovation. Sasa neno moja kwa watu ambao wanakutazama hii leo, neno moja la kuambia, neno gani la kuambia? Neno la kuambia wanafunzi wenzangu wa Musti, lakini na watu wote pia wanaonizunguka au wanaonitazama siku hii ya leo ni kwamba tunachokiishi leo ndiyo matokeo ya kesho tutakuwaje, na tunavyoishi sasa hivi ndiyo matokeo ya jana tuliishije. Kwa hiyo tujaribu kutengeneza leo yetu nzuri ili tupate kesho ambayo ni bora. Asante sana.